kero yangu inahusu upande wa mazingira. Kero yangu mimi inahusu masuala ya ardhi. Yaani mimi kero yangu kubwa ni mifugo. Nina kero ya wizi. Kero yangu ni ya barabara. Malipo ya ile stendi, mimi na watoto wangu bado hazijalipo, tunafuatilia. Nina kero ambayo ni ya watu wa idara ya maji. Nina kero ya wizi. Imekuwepo changamoto kubwa ya wizi. Kuliiba pikipiki mwezi wa 9. Ile swala likaisha namna hiyo. Nina eneo lingine kwa Mjiripya. Nikaibiwa mbuzi. Ile nalo likaisha namna hiyo. Juzi wamekuja wamebeba kuku wote. Ile nalo limeisha namna hiyo. Na hawa wezi ni vijana na ni watoto wetu. Kwa upande wa Neema, ilikuwa ni changamoto ya wizi. Tunaomba polisi kata atusaidie. Hili limekaaje kabisa. Naomba mimi kwa ushauri wake Neema usifike kituo cha polisi, zifunguliwe taarifa then tuendelee na ufuatiliaji. Pia ningeomba kushauri taarifa zote za makosa ya jinai zisiishie kwa mwenyekiti. Nijulishwe polisi kata pamoja na yote zifunguliwe kesi kituoni ziendelee kufuatiliwa ili tuwajue wahusika tuwafikishe kwenye vyombo husika. Mimi kero yangu inahusu upande wa mazingira. Kuna mtu amekuja amejenga anafuga nguruwe katikati ya makazi ya watu. Na mimi ndo niko jirani. Na mimi nina familia. Na familia yangu imeshaathirika sasa hivi pamoja na mimi. Tunapata allergy. Nimeshatibiwa karibu mara 3 hapo wilayani, lakini imebidi niende mpaka mkoani kwa ajili ya kufanyia uchunguzi zaidi. Mifugo yote ambayo inazurura ikamatwe kwa sababu inakuwa haina mwenyewe. Inaleta uharibifu kwa wananchi. Lakini pia kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi. Hapa tuko mamlaka ya mji, halmashauri ya mji tayari tushakuwa. Ufugaji unaoruhusiwa ni wa ndani kama alivyofafanua afisa mifugo. Kwa hiyo ukiona mfugo unazurura, ukamate, uweke ndani, yule mwenye mfugo atalipa fine. Na ikichelewa baadaye hujalipa fine, mfugo unataifishwa. Tatizo malipo ya ile stendi, wengine wameshalipwa. Mimi na watoto wangu bado hazijalipo, tunafuatilia. Naomba afisa ardhi hapa atoe ufafanuzi. Nasema yeye hajapewa fidia. Halmashauri inafahamu kwamba Mzee Msuri eneo lake lilichukuliwa, ni miongoni mwa wananchi ambao maeneo yao yaliguswa wakati mradi wa upimaji Bicha Stand unafanyika. Na wananchi wengine wote walishalipwa fidia. Ikawa imebaki Mzee Msuri na watoto wake, kwa maana lile eneo ambalo analimiliki Mzee Msuri na familia yake. Mkurugenzi anatambua kabisa hilo, na kilichochelewesha malipo ya Mzee Msuri ni kwamba yeye mwenyewe anafahamu lile eneo lake, wakati taratibu za utoaji wa fidia unaendelea, palitokea mgogoro kwenye eneo lake. Yeye na mzee mwingine jina nimesahau kidogo, Twaja. Sasa lile shauri lao likaenda mahakamani. Kwa hiyo halmashauri inachokisubiri ni nani ambaye atakuwa ana ile haki ya kulipa ile fidia, ni Mzee Msuri au Twaja. Itakapokuja ile hukumu, mkurugenzi yuko tayari kulipa ile fidia. Kipekee ni wapongeze sana wale wote ambao wamewasilisha kero zao. Hapa ni mahali sahihi na mahali salama pa kufikisha kero zetu. Lakini niseme tu kero zenu mmezifikisha, zinakwenda kufanyiwa kazi, lakini inawezekana kuna nyingine ambazo hamkuziwasilisha hapa. Uko utaratibu wa kuanzia ngazi ya kata ambako tunapokea kero, zinafanyiwa kazi, na pale ambako itakuwa nje ya uwezo wa kata tunaipandisha kwenye ngazi husika.